Mwanamke huyu alikuwa na mzio wa chavua za maua, lakini bado alienda kwenye duka la maua na kununua shada mbili kubwa za waridi. Alifanya hivyo kwa sababu wanaume wawili aliokuwa nao tangu utotoni walikuwa wanataka kumkiri mapenzi msikina mwingine. Mwanamke aliwapa maua hara na akawatakia kwa dhati mafanikio katika kukiri mapenzi yao. Lakini walipomwambia msichana huyo wanampenda, ghafla msichana akaanza kushindwa kupumua na kwa tabu akasema ana mzio wa chavua za maua. Wanaume wale wawili walikasirika sana, wakayatupa yale maua kwa mwanamke huyo na kumlaumu akisema alikuwa anajaribu kuharibu kukiri mapenzi yao. Mwanamke aliumia sana kwa sababu hakuwahi kufikiria kwamba wanaume waliokuwa wakimjali sana wangeweza kumtendea hivyo. Baada ya yote, hapo zamani walipogundua kwamba ana mzio wa chavua, waliwaamuru hata watumishi waondoe maua yote karibu na nyumba ili asipate madhara. Hawakuwahi kuruhusu waumie hata kidogo. Hata siku ya mahafali yake wote wawili waliwahi kuahidi kumwoa, lakini baada ya msichana huyo mpya kuonekana, wanaume hawa wawili waliangukia mapenzi yake kwa wakati mmoja. Mwanamke alikuwa amepanga kuondoka kimya kimya baada ya wao kufanikiwa kukiri mapenzi yao, lakini sasa walikuwa wanamlaumu kwa mzio wa msichana huyo. Kwa hasira, mwanamke alitaka kuondoka, lakini wanaume walimzuia na kumtaka aombe msamaha kwa msichana huyo. Wakati huo msichana huyo akiwa ameridhika moyoni, alijifanya mkarimu na kusema haijalishi kama mwanamke hataomba msamaha, hivyo wasimlazimishe. Wanaume wale wawili wakaanza kumsifu msichana huyo kwa wema wake, na hilo lilimfanya mwanamke ahisi kuvunjika moyo kabisa. Alijua wazi kwamba msichana huyo alifanya yote kwa makusudi. Ghafla babake akampigia simu na kumwambia arudi nyumbani haraka. Alipofika, babake akamwambia kwamba bilionea tajiri aliyekuwa akimpenda amerudi tena kuomba mkono wake wa ndoa. Babake akamshauri awaache wale wanaume wawili waliomuumiza. Mwanamke alikubali kuolewa na bilionea huyo. Siku moja alipokuwa anaenda kuchagua gauni la harusi, wale wanaume wawili walitokea ghafla, wakaomba msamaha na kumwalika kwenda chakula cha jioni. Mwanamke alipoona wanaonekana kuwa wa kweli, alikubali. Lakini walipofika kwenye mgahawa, aligundua msichana huyo pia alikuwa hapo. Msichana akasema wameagiza vyakula ambavyo mwanamke huyo anachukia zaidi. Mwanamke akaamua kuondoka, lakini msichana akamtega mguu kwa siri na mwanamke akaanguka, huku vyombo vyote vya chakula vikidondoka chini. Wanaume wale wawili wakakasirika sana, wakamuuliza kama alianguka kwa makusudi ili kumshambulia msichana huyo. Mwanamke akasema mara moja ni msichana huyo aliyemtega, lakini hawakumwamini. Muda huo mhudumu wa mgahawa alikimbia kumsaidia, lakini wanaume wale wawili wakamsukuma mbali, wakisema mwanamke mbaya kama yeye hastahili huruma ya mtu yoyote. Mwanamke alivunjika moyo kabisa. Aliwaambia wasimtafute tena kamwe, kisha akaondoka kwenye mgahawa. Wiki moja baadaye, wanaume wale wawili walifika kwenye jengo la kampuni ya bilionea. Walishangaa kuona picha ya bibi harusi kwenye bango, kwa sababu ilifanana sana na mwanamke huyo. Baadaye sherehe ya harusi ilianza na ghafla wakamuona mwanamke akishuka ngazi akiwa ameshika mkono wa bilionea. Wanaume wale wawili walibaki wamestuka kabisa.